na upande wa magharibi. Na kuwepo huko bonde kubwa sana. Na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itakwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa mji kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la mlima litaenea hata Aseli, na mtakimbia kama mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Usia mfalme wa Yuda. Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Hapa anaonekana wazi Yesu Kristo atakuja, akija na watakatifu kwa lengo moja la kuliokoa taifa la Israeli. Katika siku hizo mlima wa Mizeituni, msikilize, utapasuka. Mlima chini yake kuna eneo ndani ambalo litakuwa inaweza kuwa kama kitongoji au kama kijiji. Unaona ni mlima. Huko unaweza kupita na magari na nini na kila kitu. Waisraeli watakuwa nakimbia. Baada ya kuona tunamalizwa kabisa, watakuwa nakimbia kutoka kaskazini, kutoka kusini, kutoka mashariki, kukimbia na kuingia kwenye lile bonde chini. Unisikilize. Yesu anasimama juu ya ule mlima, na majeshi ya mbinguni kiambatana naye. Mikaeli jemadari wa vita, ule kiongozi wa vita vya majeshi ya mbinguni, kuja kukabili wafalme wote wa dunia, majeshi yote ya dunia kwa mara moja. Vita sambazwa, majeshi yatasambazwa kwa ajili ya uokozi wa Israeli. Na hapo ndipo utaona maajabu. Dunia itakuwa imezagaa mizoga. Dunia itakuwa ni mizoga tupu, hata kuwepo mtu wa kuzika mwingine. Kama nikazike mzoga wa mtu fulani, mizoga itakuwa imezagaa. Inaweza kuchukua miezi 3 na au zaidi kusafisha dunia. Na kitakacho kuja kusafisha dunia, inaonekana katika Ufunuo, wataalikwa ndege aina ya tai waje kula. Anasema katika Ufunuo, karibuni mle nyama ya wafalme, mle nyama ya watu hodari, nyama ya matajiri wote, karibuni mle nyama yao. Majemadari wa vita wote wamelazwa chini, njooni mle nyama yao. Cheze na maisha. Bwana amenileta mbele yako nikueleze habari hizi njema za ufalme wake, za kwenda juu, inayomtiri, inayomtakia mtu kwenda juu, sio injili inayomtapeli mtu sadaka. Sijatumwa hiyo. Ningetumwa hiyo ningeshapata siku nyingi. Ini sikutumwa hiyo. Sadaka unatoa kwa faida yako. Una sadaka zako na kila kitu chako unachokifanya wewe utakikuta juu, si kwa faida ya mtu. Kila unachokifanya utakikuta juu. Umenunua, ndio nikasema kama wewe ni mbinguni, sadaka usitoe, mimi sina shida nayo. Sema baadaye halikula sadaka tu. Maana kuna jitahidi kila siku kukemea bila kukufumbia macho. Najitahidi kila siku kukuonya. Najitahidi kila siku kukuhamasisha. Najitahidi kila siku mpaka unaona huyu mchungaji msumbufu. Laiti ningeenda kuabudu kwenye kanisa fulani ambalo mbona yule mchungaji anavimbeleza tu watu, akija tu na kutumainishia watu waende mambo ya dunia kwamba wafanikiwe duniani. Mimi nakutumainishia ufanikiwe juu. Hata usipofanikiwa hapa duniani, lakini ufanikiwe kupenye mawinguni. Hata usipokuwa na magari, lakini uendeshe magari ya mbinguni. Haleluya. Haleluya. Hata hapa usipojenga magorofa, lakini ukayaone magorofa ya juu, ukaishi mle